Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ni muda mwingine tena ambao tunapata kujifunza neno. Lakini kabla hatujaingia kwenye neno, kwanza tuombe. Tuombe. Baba yetu ketie mahali pa juu kabisa palipoinuka, tunakushukuru, tunakuabudu, tunakusujudu. Asante kwa zawadi ya siku njema hii ya leo. Asante Baba kwa neema zako, asante kwa utukufu wako. Asante kwa Baba umetupenda, asante kwa kutuimarisha. Tunaomba Baba neno lako likafanyike mwili ndani yetu na likae kwa wingi ndani yetu ili litubadili tuendelee kufanana na wewe siku kwa siku. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba kushukuru. Amina. Basi leo naomba tujifunze tabia 7 za mcha Mungu. Tabia 7 za mcha Mungu. Sasa ili kitu kiwe tabia, wataalamu wanatuambia lazima kifanyike mfululizo walau kwa siku 21. Kwa hiyo baada ya siku 21, kuanzia siku ya 22 sasa inakuwa imeshajengeka ndani ya mwili wetu. Kwa sio kitu cha mara moja, ni kitu ambacho tunatakiwa tuendelee na kuendelea na kuendelea. Walau siku 21 mfululizo. Tusiache mambo haya 7. Jambo la kwanza ni kuomba. Neno linatuambia katika Luka 18:1, Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Hakuna kikomo, ni siku zote tunapaswa kumuomba Mungu na hatupasi kukata tamaa. Kwa nini? Hii ni tabia. Kadiri tunavyozidi kuomba tunajenga fellowship na Mungu. Kama tunamwendea Mungu tu kwa maombi, yani Mungu naomba hiki, naomba hiki, naomba hiki, siku atakapokuwa ametupa yote tunayoyaomba, of course mahitaji yataendelea kuwepo. Ukimaliza stage hii utapata hichi, ukimaliza stage hii utapata hichi. Lakini kama tunamwendea Mungu kwa ajili ya mahitaji tu, ikitokea kwamba tumepata yale, si tutaridhika? Maombi yatakuwa ya kazi gani? Lakini maombi ni zaidi ya hapo. Maombi ni fellowship. Maombi ni muunganiko. Yani Mungu alitengeneza bustani ya Eden ili akutane na mwanadamu. Lakini baada ya Adam kufanya dhambi, kuasi, Mungu akaiondoa ile Eden. Lakini akaiweka Eden nyingine ambayo ndo hii inaitwa maombi. Ambapo Eden hii inakufanya unanyanyuka kutoka kwenye dunia na inamshusha pia Mungu kutoka mbinguni. Kwa hiyo mnakutana somewhere hapo katikati, mnakutana sehemu fulani hapo katikati ambayo ndo Eden. Kwa hiyo Eden ambayo tunao mimi na wewe leo ni maombi. Nikiingia katika maombi ninapata kuyajua mawazo ya Mungu. Ninapata fellowship kwa sababu Mungu ana ili tuondoke kwanza katika muktadha wa Mungu, tuingie katika muktadha wa sisi kama binadamu. Si kila mtu unamwambia siri zako, unamwambia siri yule mtu wako wa karibu. Sasa ili Mungu atuambie siri zake, inabidi tuwe karibu na Mungu. Tunakuwaje karibu na Mungu? Njia mojawapo ndio hii ya maombi. Tuangalie neno katika Marko 31, Marko 1:35. Marko sura ya kwanza mstari wa 35. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipo na watu, akaomba huko. Huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Akaondoka alfajiri, mapema inaongezewa neno sana. Samahani. Akaondoka mapema sana, hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipo na watu, akaomba huko. Kwa tunaona kwamba maombi ni njia ya kujiunganisha na Mungu. Ni njia ya kupata ile strategy, kupata nini Mungu mikakati ya Mungu anayoitaka juu yetu. Kumbuka kwamba ukiwa na shamba afu usipolilima, magugu tu yataota. Kwa tulime vipi siku yetu? Tuiandae vipi siku yetu ili iweze kuzaa baraka zile ambazo Mungu ameziweka mbele yetu? Baraka zipo, lakini tusipoziita hazitatufikia. Tunazihitaje? Tunaziita kwa kupanda kuingia katika hii Eden inaitwa maombi.
tunapoingia katika eneo la maombi, basi tunamkaribisha Mungu, tunakuwa na fellowship naye, tunakuwa tuna ushirika naye, tunakuwa kitu kimoja. Waingereza wanasema intertwined, tunakuwa tuko pamoja. Kwa hiyo mawazo yetu yanakuwa yanamwakilisha Mungu, yani Mungu anatutumia kama vyombo sasa, ili yeye aweze kuonekana, anapata fursa ya kufanya kazi. Na ndio maana katika sala ya Bwana tunasema mapenzi yako yatimie hapa duniani kama ilivyo huko mbinguni. Kwa mapenzi yake yanatimiaje? Pale ambapo mimi nitatengeneza njia ili yeye apite, yeye ndo awe njia, aende aniongoze namna gani ya kwenda, yani mimi niwe chombo, yeye akaonekane. Yohana anasema mimi nipungue, Yohana Mbatizaji anasema mimi nipungue, yeye aongezeke. Kwa mimi nisionekane, watu wasinione mimi, ila wamuone Kristo, wamuone Mungu katika yani anitumie mimi kama chombo aende. Ili tuweze kufikia katika level hiyo, lazima tuanzie katika eneo la maombi. Jambo la pili ambalo tunatakiwa kwenda nalo ni imani. Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yale ambayo bado hatujayaona. Ulimwengu unasema kuona ni kuamini, seeing is believing, lakini neno la Mungu linatuambia imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Bayana maana yake ni kwamba kitu ambacho kiko wazi, ambacho bado hujakiona. Sasa unaona hili neno lilivyo, kuwa na hakika. Kwa hiyo imani ndio sarafu ya kuchukulia kutoka kwa Mungu, ndio kama sahani ya kubebea kutoka kwenye buffet ya Mungu. Buffet iko pale, lakini pasipokuwa na chombo cha kubebea ambacho ndio hii imani, hatutapata chochote. Anasema Mungu anaweza kufanya yote kuliko yote tuyawazayo au tuyaombayo, kwa mujibu wa nguvu, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Waefeso 3:20. Ile nguvu itendayo kazi ndani yetu ndiyo imani. Kwa pasipokuwa na imani, Waebrania 11:6, haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa Mungu anatutaka tuwe na imani, na chochote ambacho kinafanyika bila imani ni dhambi. Kwa lazima tusimame katika njia ya imani. Chochote ambacho tunakifanya pasipo imani, maana yake, hebu tufanye tuwe practical zaidi. Chochote ambacho kinafanyika pasipo imani ni dhambi. Kwa hiyo uoga ni dhambi. Mara ngapi mimi na wewe tumeogopa kwa jambo lolote, hata sasa hapa itakuwaje? Nimeagiza chakula afu sina pesa, naogopa. Maana yake ni kwamba nimejiona mimi ni yatima na kwa sina baba. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Kwa hiyo ninapokuwa na hofu, ninapoingiwa na uoga, kwa ajili ya sababu yoyote ile, tayari nimetenda dhambi. Hofu ni mlango unamruhusu adui kuingia, lakini imani ni mlango unamruhusu Mungu kuingia na kutenda kazi ndani yetu. Kwa je, tutachagua hofu au tutachagua imani? Hili ni chaguo langu na lako. Hiyo ni tabia ya pili ya mcha Mungu. Tabia ya kwanza tumeona ni maombi, tabia ya pili ni imani. Tabia ya tatu ni kusoma na kulitafakari neno lake. Neno linatuambia katika Zaburi ya 119 mstari wa 15, nitayatafakari mausia yako, nami nitaziingia njia zako. Nitayatafakari mausia yako, nami nitaziangalia njia zako. Nitayatafakari mausia yako. Mausia ya Mungu yanapatikana wapi? Katika neno lake. Njia za Mungu zinajulikana vipi? Kupitia neno lake. Anasema katika hii Zaburi ya 119 mstari wa 105, mstari wa 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Ili nipate mwangaza katika njia ninayoienda, lazima nilitafakari neno, lazima nimpe. Kumbuka Musa
kwenda na Farao akiwa na kitu mkononi ambacho ni nini? Ni fimbo. Alipoitupa ile fimbo, Farao akaita watu wake nao wakatupa fimbo zao, lakini kilichotokea ni nini? Fimbo ile ikageuka kwa nyoka, wale nao wakageuza fimbo zao kwa nyoka, lakini nyoka wa fimbo ya Musa akawameza nyoka wale wengine bila kubadilika shepu yake, hakuwa bonge, hapana. Kwa hiyo pale ndo wakaanza kushtuka kwa mbona hapa kuna kitu tofauti. Tunahitaji fimbo siku zote, tunahitaji kuongozwa na fimbo. Kwa kila siku tuwe na fimbo inayotuongoza, na fimbo hiyo ni nini? Neno la Mungu. Tuongozwe na neno la Mungu. Angalia neno linasema katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Mimi na wewe kwa vyote vile tunataka kustawi. Je, tunastawije pasipokuwa na taa, pasipokuwa na dira, pasipokuwa na njia, pasipokuijua njia? Tutafikaje tunapotaka kwenda bila kuijua njia? Wanasema usipojua unapokwenda, hata ukifika hutajua kama umefika. Lakini sisi njia yetu tunaijuaje? Kwenye neno. Kwa tunapotafakari neno, tunamruhusu Mungu Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu. Ile akili yetu anaitumia sasa, anatufanya sisi tuwe chombo ili yeye aonekane, utukufu wake ukaonekane. Kwa hiyo tabia ya tatu ni kutafakari neno la Mungu. Tabia ya kwanza ni kuomba, tabia ya pili ni kuenenda kwa imani, jambo la tatu, tabia ya tatu ni kutafakari neno la Mungu. Tabia ya nne ni utii. Tabia ya nne ni utii. Hapa pana changamoto. Isaya anasema katika Isaya 1:19, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Hapa tunataka siku zote tunataka kula mema ya nchi, lakini hatukubali kutii. Tunataka ile la pili. Lakini vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Lazima tuanze na kwanza tukubali na tutii. Mambo mawili. Tumkubali Mungu kuwa kiongozi wa maisha yetu. Tumpe Mungu nafasi atuongoze. Yeye ndo atangulie, sisi tufuate. Yeye awe dereva, sisi tuwe abiria wake. Tumpe nafasi yeye atutumie kama vyombo, akatende kwa mujibu wa mapenzi yake. Tunamkubalia, tunampa nafasi, tunampa access. Tukimpa ile access, tutii sasa anachotuambia. Lolote analotuambia, anasema katika Yohana Injili ya Yohana sura ya 2 mstari wa 5, Maria anawaambia wale watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Lolote atakalowaambia fanyeni. Mimi na wewe lolote tutakaloambiwa tulifanye, tutii. Bila kulitii, na hapa niongeze kitu kimoja, ninaweza nikatii ndio, lakini kwa kuchelewa. Hapo sijatii. Delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Utii uliochelewa kutekelezwa ni kutokutii. Kwa hiyo ninapopata agizo au ninapopata sauti ya Mungu kwa jambo fulani, kwamba Mungu ananiambia labda nitolee kiasi hiki kwa ajili ya 1, 2, 3, au nitolee kiasi hiki. Saa nyingine hata hakuelezi kwa nini. Toa kiasi hiki, nitoe wakati ule ule. Au mtumie kiasi fulani mtu fulani, nitume wakati ule, kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kufanya kwa mtu yule, au anataka kumtumia yule mtu kufanya kitu fulani, utukufu wake ukaonekane. Au anaponiambia sasa hivi labda hebu jitenge ufanye maombi, lakini mimi naanza kusema sasa hivi natakiwa niandike ripoti hii, natakiwa nifanye hiki, muda huu ni wa kufanya 1, 2, 3. Hapana. Hata kama sio ule muda wangu wa kawaida wa maombi, nikipata muongozo wa Roho Mtakatifu nitii wakati ule ule, niende nikafanye kile ambacho Roho Mtakatifu ananiambia. Kwa hiyo jambo la kwanza ni maombi, jambo la pili ni imani, jambo la tatu ni kulitafakari neno, jambo la 4 ni utii, lakini jambo la 5 sasa ni kuongozwa na Mungu Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 29. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 29. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo.
sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Paulo anatuambia mahali fulani kwamba nilitamani kuja kwenu mara kadhaa, lakini Roho Mtakatifu alinizuia, tukaenda Damaski badala yake. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wanaongozwa na Roho wa Mungu. Huyu Filipo anaambiwa ambatane na yule kiongozi ambaye alikuwa ametoka Ethiopia, ametoka Kushi. Anasoma chuo cha nabii Isaya lakini hajakielewa, yule toashi hajakielewa. Kwa hiyo Mungu anamwambia, Roho Mtakatifu anamwambia Filipo, ambatana na hili gari, sogelea hili gari afu uambatane naye. Filipo kwa kile kitendo tu cha kuenda pale, hajui anaenda kufanya nini. Roho Mtakatifu anajitukuza kupitia Filipo. Yanatokea yote, yule bwana anayaelewa, anamuuliza, unaelewa hicho unachokisoma? Anambia, nitaelewaje wakati sijafundishwa? Haya, anaanza sasa kumfundisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alihitaji utii, alihitaji kumuongoza Filipo aende. Na Filipo alipotii na kwenda, yeye akajitukuza. Roho Mtakatifu pia alimuongoza nani? Ukisoma Matendo ya Mitume hii sura ya 10, malaika wanamtokea mtu mmoja anaitwa Kornelio. Wanamwambia sala zako na sadaka zako, sala zako na sadaka zako zimesikika na kufanyika ukumbusho kwa Mungu. Sasa tuma watu waende Yafa wakamchukue Petro, atakwambia nini cha kufanya. Wakati huo Roho Mtakatifu anafanya kazi na Petro kule, anamwambia alichokiumba Mungu usikiite najisi, sababu alikuwa na yale mapokeo ya Kiyahudi. Anamwambia no, nilichokiumba usikiite najisi. Kwa hiyo wanatoka pale, anakwenda Yafa, anakwenda kwa Kornelio, anakutana na watu ambao sio Wayahudi. Anaona ukuu wa Mungu. Petro anasemaje? Sasa natambua kwamba Mungu hana upendeleo. Kwa hiyo tunapoongozwa na Mungu Roho Mtakatifu, tunampa nafasi Mungu. Anahitaji chombo hapa duniani ili aonekane. Chombo hicho ni mimi na wewe, na tuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu akatawale. Kwa hiyo mimi na wewe tumepewa nafasi ya kutawala kwa niaba ya Mungu. Tumepewa delegated mandate. Tumepewa nguvu ya kutawala, lakini hatuwezi kufanya peke yetu. Lazima tumtumie Mungu Roho Mtakatifu. Kwa jambo la 5 ni kuongozwa na Mungu Roho Mtakatifu. Jambo la 6 ni utoaji. Tabia ya 6 ni utoaji. Tabia ya 6 ya cha Mungu yoyote ni mtoaji. Utoaji unafungua inafungua mambo ya, inafungua miujiza. Ukisoma neno katika Mithali 3 mstari wa 9, anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Kumbe utoaji unaonyesha tunamheshimu Mungu. Utoaji unaonyesha tunampenda Mungu. Utoaji unafungua miujiza. Utoaji ni namna ambayo kwenye Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 38 anasema Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 38 anasema Luka 6:38 anasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa kwa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapimia vifuani mwenu. Kwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa namna ile ambayo mimi natoa ndivyo na mimi nitakavyopokea. Lakini kumbuka, Mungu anampenda mtu anayetoa kwa furaha, cheerful giver. Anampenda mtu ambaye anatoa kwa moyo, kwa dhati yake. Yaani utoe kwa sababu unampenda Mungu, kwa sababu wewe ni mcha Mungu, unajua kwamba aliyekupa ni Mungu, na unamrudishia sehemu ya shukrani yake kwamba hivi vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Ninasema asante kwa kukurudishia hiki, kwamba singeweza mimi peke yangu, lakini kwa sababu ya nguvu zako umeniwezesha kupata. Kwa tabia ya 6 ni utoaji. Tabia ya kwanza tumeona ni kuomba. Tabia ya pili ni imani. Tabia ya 3 ni kutafakari neno. Tabia ya 4 ni utii. Tabia ya 5 ni kuongozwa na Mungu Roho Mtakatifu. Tabia ya 6
tumesema sasa hivi ni utoaji. Tabia ya 7 ambayo ni ya mcha Mungu ni msamaha. Msamaha sio kitu ambacho anaweza kukifanya mtu yoyote. Hapana, msamaha ni wa nikitumia Kiingereza unasema ni wa matured people. Ukomavu wako unapimwa kwa kiwango chako cha kuweza kusamehe. Haijalishi kwamba umeumizwa namna gani, haijalishi yule aliyetenda jambo amelitenda kwa namna gani na limekuumiza namna gani, kumsamehe unajifanyia wewe jambo kubwa sana. Lakini pia unamfungua na yule aliyekutendea lile jambo. Angalia mfano wa Mtume Stefano, anapigwa mawe, anajua kabisa kwamba anakufa. Anamuona Yesu aliyekaa upande wa kuume wa Bwana, anamuona Mungu akiwa amejaa Mungu Roho Mtakatifu. Anasema, Bwana usihesabie dhambi hii. Bwana wetu Yesu Kristo anapigwa, anateswa pale msalabani, anakufa kwa ajili ya dhambi yangu na yako. Anasema, Baba usihesabie dhambi hii. Anawasamehe, haijalishi kwamba mtu amekutenda nini, haijalishi kwamba ni kitu gani kilichofanyika kwako, kwa sababu unapokosa kusamehe unaubeba mzigo wewe, ukitegemea kwamba yeye ndo anaumia. Au kwa maneno mengine, nichukue lugha rahisi, unakunywa sumu wewe ili afe yule unayetaka afe. Yani unakunywa wewe sumu alafu afe fulani. Ndio kukosa msamaha kulivyo. Yani ninakunywa sumu mimi ili afe fulani. Ninaposhindwa kumsamehe mtu, ni mimi ninakunywa sumu ili yule mtu afe. Haiwezekani kitu kama hicho. Lakini ninapomsamehe, ninafuta ile, ninaweka amani, ninafungulia uwanja wa Mungu kutenda kazi. Mungu hatendi kazi kwenye manunguniko. Mungu hatendi kazi kwenye sehemu ambayo haina msamaha. Mungu hatendi kazi kwenye sehemu yenye machafuko. Anahitaji amani, anahitaji furaha, yani joy, ili pale sasa ndo anapita, anaonyesha utukufu wake. Kwa hiyo msamaha ni kitu ambacho kinaonyesha maturity, kinaonyesha ukomavu wetu. Kama sisi kweli ni wacha Mungu, lazima tuwe na hili neno la msamaha. Kwa tumejifunza tabia 7 za mcha Mungu. Nitazirudia kwa haraka. Tabia ya kwanza ni kuomba. Tabia ya pili ni imani. Tabia ya 3 ni kutafakari neno. Tabia ya 4 ni utii. Tabia ya 5 ni kuongozwa na Mungu Roho Mtakatifu. Tabia ya 6 ni utoaji, na tabia ya 7 ni msamaha. Basi tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa siku njema hii ya leo. Asante Baba kwa kutufundisha neno lako. Asante Baba kwa kutufundisha tabia hizi ambazo tunatakiwa kuziishi kila siku. Sisi ni wacha Mungu wako, tunakutafuta Baba. Mara moja na nyingine tunaweza tukawa tumepitiwa hapa na pale. Tunaomba Baba utukumbushe. Zaidi sana tunaomba tabia hizi zijengeke ndani yetu na kutubadili tuzidi kufanana na wewe. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Shalom, shalom.